Mheshimiwa Naibu Waziri, karibu katika shule ya sekondari Makondeni iliyopo katika kata ya Mauta, kijiji cha Mauta Bondeni. Shule hii imejengwa na serikali mwaka 2023 kupitia mradi wa boresha elimu ya sekondari SEQUIP kwa awamu ya kwanza kwa jumla ya shilingi milioni 560,552,827. Mheshimiwa Naibu Waziri, mnamo tarehe 30 mwezi wa 6 2024, shule ya sekondari Makondeni ilipokea fedha shilingi milioni 464 kupitia mradi wa boresha elimu ya sekondari SEQUIP kwa awamu ya pili kwa ujenzi wa miundombinu ya kidato cha 5 na 6 yaani A level kwa mgawanyo ufuatao: nyumba ya walimu 2-in-1 milioni shilingi 95, mabweni mawili kila bweni shilingi 128 jumla shilingi 256, madarasa manne kila darasa milioni 24 jumla kufanya milioni 96, vyoo matundu 10 kila tundu likiwa na thamani ya shilingi milioni 1,700,000 na hivyo kufanya shilingi milioni 17. Mheshimiwa Naibu Waziri, utekelezaji wa mradi huu umetekelezwa kupitia mfumo wa manunuzi NeST Lower Level. Hadi kufikia tarehe 30 mwezi wa 8 2024, utekelezaji wa mradi huu katika hatua ya utangazaji kwenye mfumo wa manunuzi ulianza rasmi. Na tarehe 19 mwezi wa 10 2024, ujenzi wa mradi huu ulianza rasmi. Ninamwelekeza Mkuu wa Mkoa wa Mtwara kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI kuhakikisha kwa mamlaka aliyokasimiwa na Mheshimiwa Rais, kuhakikisha watu wote wanaohusika na usimamizi wa mradi ule ambao haujakamilika kwa sababu ya upungufu wa milioni 48, tofauti na maelekezo tuliyoyatoa wizara ya kukamilisha shule ile kwa milioni 468 tu. Ninamwelekeza mkuu wa mkoa kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri awaite watu wote wanaohusika, afate utaratibu wa kisheria na mamlaka aliyonayo ya kuwahoji kwa sura ya utuhumiwa wa upotevu wa milioni 48. Maelekezo haya nataka yafanyiwe kazi sasa hivi kwa kadri ambavyo Mheshimiwa Waziri amenielekeza nitoe maelekezo haya. La pili, nimebaini kwamba halmashauri yetu inahitaji kuwa na mkuu wa idara ya miundombinu. Kwa niaba ya Waziri wa TAMISEMI Profesa Shemdoe, ninamwelekeza Katibu Mkuu TAMISEMI kuhakikisha analeta hapa wilayani mkuu wa idara ya miundombinu ndani ya siku 21. Zamani kwenye kata yetu au kwenye kijiji chetu tulikuwa na uhadimu wa shule. Watoto wetu walikuwa wanaenda kata ya Chingungwe. Watoto wetu walikuwa wanaenda kata ya Jinduma mpaka Malanje huko. Watoto wengine ilipelekea utoro kwa sababu ya kipindi cha masika, mvua nyingi. Alafu wengine kukosa usafiri. Lakini tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea majengo haya ambayo yamewaokoa watoto wetu. Sasa hivi wanalala hapa, wanakula hapa. Kwa hiyo changamoto ya shule, tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea majengo haya hapa. Mwamko wa watoto sasa hivi unaendelea vizuri, kwa sababu mwanzo kulikuwa na changamoto ya kuonekana, kwa sababu utaratibu ambao mwalimu aliuandaa ni kwamba watoto walikuwa wanatakiwa wao wanachangia masuala ya chakula. Kwa hiyo wazazi wengi walileta complaint kuona kwamba labda gharama zinakuwa kubwa, chakula nini, lakini baadaye kila mmoja akawa ameelewa, kwa sababu gharama ambazo wanazotoa kwa ajili ya chakula ni gharama ndogo sana ukilinganisha na hali halisi ilivyo ya maisha sasa hivi. Kwa jambo hili limewapelekea watoto wapate mwamko wa kuona kwamba iko haja, na ndio maana hata mwaka walipoingia form 2 maana yake tayari walishakuwa wazazi, maana yake hawakuwa na uzito wa kuweza kutoa zile gharama za chakula, kwa sababu kuna wepesi umepatikana na watoto wanapenda kusoma kutokana na mazingira ya mandhari ya shule ilivyo. Kipindi cha masika ndio ilikuwa ni tabu, haifai hata kuirudia ishiwe. Watoto wanarudi kule saa 11, wanakuja kidogo tu mvua kubwa ambayo ni na upepo inaagiza. Kwa kweli ilikuwa ni changamoto sana, hata mzazi huko nyumbani yani ulikuwa unakaa na pressure sana. Saa zingine ni maradi nini, kwa hiyo ilikuwa ni shida. Yani kiafya pia ilikuwa inawaletea shida. Asubuhi mapema na mabaiskeli, wengine kwa miguu. Pia swala la watoto wa kike ikawa sasa tunahofia tu ni watoto wa kike watamaliza salama, na kweli wengine walimaliza, wengine walifeli kutokana na tatizo la kuwa
walikuwa huru sana, wanaenda shule, wanachelewa. Kwa hiyo wanaweza wakachelewa mitaani huko, kwa vijana wanawadanganya. Lakini kwa sasa hivi tuna shule hii, tunaona watoto wetu wataishi vizuri na tutakuwa na usalama. Hata sisi wazazi tunajua tuna usalama wa kutosha.